being on Monday bana, leo tuko na deadbeats dad na tuko na single mother as a topic ya. Tunasema we promise and we deliver, si ndio? Wacha tuanze na mkono wa kushoto ama mkono wa kulia? Tuanze na mkono gani ukukujua kwa majina? Kwa majina ni Faith Faida. Faith Faida. Yeah. Unatoka mtaa gani maybe? Natoka mtaa wa Lumakanda. Oh, Lumakanda. Lumakanda, watu wanajua Lumakanda na kwa map by the way. Lumakanda iko kwa map. Lakini yetu iko kwa map, si to create B. Isa Sinigishu ama Kakamega County. Sinigishu County. Sinigishu. Mkono wa right niko na nani? Wananiita Farida. Farida anatoka wapi Farida? Farida anatoka Tarbo. Tarbo. Tarbo wa Sinigishu, si ndio? Kwa map. Wapi? Sasa ni pekee kwa map bana. Sasa ni pekee. So tuko na Farida on my right hand na tuko na Faye on my left hand. On my left hand. Wacha tusikie kwanza kastori kadogo ya about Farida ni nani? Kastori gani? Kakulu tusikie Farida ni nani? Who is Farida? Okay. Jina yangu ni Farida. I'm a girl at 23 kama hiyo. Sina jijua, kwa nini unaona jielezea? I'm a mother of one and I najivunia kuitwa mama at this age. On my left hand, Faye. Who is Faye? Hi guys again. Faye ni mamake watoto wawili ambao ni wasichana. I call myself Mama G. Niko na watoto wawili ambao ni wasichana and my journey to be a mother ilianza at the age of 23 years. Haikuwa rahisi but kwa saizi nimecope up. Faye ni msichana anapenda business. Faye ni msichana anapenda kucheka and everything good. Yeah, tuko na mother of one na tuko na mother of two. It's mama boys, it's mama girls, yeah. So it's mama boys on my right and mama girls. So si boys, ni boy. Yeah, ni boy. So jump into interview sasa tuanze. Tutakuwa tunarusha swali upande na upande hii. Sasa Farida, what's kukua single mother, what does it mean to you personally? Okay, hey guys again. Kukua single mother at me in my age, I can say it's a terrible story because I'm raising a kid with my own without a dad, without any support. Okay, and I take it as an advantage because it raised me to hustle more harder, to look for pastures for my son. And with that, I am cooperating, and to now, I can say it's God and I've cooperated until my son is 2 years, and I thank God. I can say it's a bit hard tangu nianze kujishughulikia, but I thank God I've made it. That's what I can say. Upande wa Faye, what does being a single mother mean to you personally? Kukua single mother inamaanisha nini kwako? First, kukua single mother ni tamu sana by the way. Kukua single mother ni tamu kwa sababu no one is disturbing you. Ni hao watoto wako tu peke yake. But supporting kulingana na support, kukua single mother tena ni challenge kwa sababu hao watoto wanataka kugrow, wanataka kuvaa, wanataka waende shule, like mimi kuna mkidi anaenda shule. Wanataka waende shule, and sometimes hao watoto they need their dad. So most of the time watakuuliza mom, where is dad? And kwa kama wewe mama inakuchukua vigumu sana kujieleza. Kitu kingine, kukua single mother ni ngumu wakati watu wana feel like wewe kama single mother wanakuona like a prostitute fulani hivi. Hata ikikuona unasalimia bwana yake or somebody and I feel like utamchukua juu wewe una mtu, unaona. But wale all single mothers, let's support our kids.
Yeah. Farida, narudi kwako. Ulijipata aje kwa position ya kuraise mtoi peke yako? Okay, it's not that easy, but I had to kwa sababu once nilipata ball na the dad ran away and I had to raise my son alone. Ulijipata aje na raise mtoi peke yako? Challenge tu, then ukishawana mnazoeana, then ukiona msee anakuzoea sana unamwambia step down, we'll move on, but tulikuwa tumestay pamoja, ile kuzoeana, then mtu anakuchukua like you are not existing, then wacha tafute ule mwenye exist. That's why nikam raise my kids alone, na niko na it's very happy kwa sababu saizi sina mtu ananidisturb. Yeah, tunarudi kwa make sure you leave your comment pale bana, make sure na leave comment yako, una follow na una share. Farida, question number 3, what was the hardest moment when you realized I have to do this on my own? The hardest time is that after mtoi amekuwa mkubwa, you know the challenge is not yet kama mtoto wako mdogo juu. What you need there is only diaper, food, and that I could manage because I had job. It comes when mtoto amekuwa mkubwa, anataka kwenda shule, anataka kuvaa, you see. So I find it challenge, I find it hard, but I thank God I managed it because I had my mom who was there for me, who was supporting me, and I find it easy, and I thank God I managed to raise. And there we are. Yeah, for question number 3, what was the hardest moment when you realized I have to do this on my own? Yani unakubali, it's me and me. First, haikuwa rahisi mimi kukubali kwa sababu umejua umeishi na mtu umemzoea, that person is part of you, na watoto pia washamzoea. So kwangu ilikuwa vigumu sana. I take time. In fact, hata nilifika mahali I had gonjeka kwa sababu nikiona mtoto wako hapo hivyo, and my kid alikuwa every time ataniuliza, "Mom, where's dad? Where's dad?" Hiyo tulikuwa tunalipia hard time. Ilikuwa inalipia hard time kabisa. But nikajikubali the moment. Pia nilikutana na single mothers wakanipea advice, wakaniambia you can manage. Then tena nikajituma. Kujituma pia nilinipea hiyo courage, nikasema I can manage. You sometimes ningeshika simu na feel ile nipigie, yani at least turudi pamoja, but I just decided like that kwa sababu business pili ni support my friends na watu walikuwa wananizunguka pia words of people. Yeah. Question number 4, challenge gani kubwa ushaipata ukiraise mtoi Farida? Challenge kubwa yenye nilipata. Ni unapata mpaka sasa kulea mtoi. Challenge napata sana kulea mtoto peke yangu ni ile time maybe anagonjeka ama kuna time anamkanga ananiuliza ako wapi, kwanza ananitaka Farida kwa wapi baba yangu. You see, unapata challenge kubwa, utaambia nini huyu mtoto sana ni mdogo. So I find it a very big challenge kwa sababu how am I going to tell this kid, where's your dad? What happened? I find it very challenging, but I do manage it and I let it go. Kwa challenge yenye unapata kubwa ukilea mtoi ni gani? Challenge kubwa hapo hivyo ni kuna time mtoi wangu alikuwa anaenda, tulikuwa na graduation kwa shule yao. So mimi nilienda alone, but some parents walikuwa wanakuja bibi na bwana. So my kid was asking me, "Mom, na mbona hujakuja na daddy? Umekuja peke yako?" So hadi mbele ya watu nikashindwa kumjibu, and it was the hardest. Sija experience kitu kama hiyo kwa sababu kila mtu alikuwa ananiangalia and everybody was expecting nijibu huyo mtoto. So it's hard to raise the kid mwenye shazoea babake. Yeah, question number 5, Farida. What does being a motherhood imekufunza nini? Kukua mother imekufunza nini? Thank you for the question. Kukua mother imenifunza vitu mob sana.
First, imenifunza in any challenge that come across, you must pass it and you must overcome it, you see. In case mtoi amepatwa na shida, ama in case, imagine you at night, you have your kid. Now it's you and your kid, no one is coming there, but you have to face it, you have to do everything, you see, in terms of kumbaia nguo. Sometimes no money and Kesli ataniambia nataka kitu fulani na lazima ni buy. Sasa kwa motherhood imenifunza first kujituma. Naweza fanya anything without asking anyone for money, not my mom, not my sister. I can raise my son, naweza mbaya nguo, naweza mfanyia everything with me only, bila kuomba mtu. That's what I can say. So kwa motherhood imekufunza nini yourself? Kwa mother imenifunza first kukuwa discipline, kwa sababu I'm the role model to my girls. Kitu kwanza lazima nikuwe discipline. My dressing code lazima ikuwe discipline. Kuna vitu vingi sana nitajinyima zenye nilikuwa nafanya nikiwa kijana. Kitu kingine kujituma, kwa na watoto si rahisi, kwa sababu huyo mwingine anataka na huyo anataka na wote wanakutegemea. I can't sleep kwa sababu nafikiria how I will raise my kids na nataka wawe better life. Waishi life kama watu wengine wanaishi. Yaani sitaki mtoto wangu alake anything. So huwa inanifanya najituma zaidi. Kila siku I can wake up, lazima nijitume. Kitu kingine kukua madhi imenifunza mimi kuomba. By the way mimi sikuwa napenda kuomba. Nilikuwa tunapenda nikiamka na yaani hata sikuwa nafikiria kuomba. But nowadays I always pray so that I can pray for my kids to be safe and I. Kitu kingine imenifunza kuongea na watu, how to communicate with people, kwa sababu the way I will communicate with people, hata sometimes nisipokuwa, they can look after my kids. Hao watu wananizunguka na wajali sana, kwa sababu hata nisipokuwa karibu, they can look after my kid. Security kwa watoto wangu is more important. Kitu kingine kukuwa mother ilinifunza kutokulilia mapenzi. Sasa hivi siwezi lilia mapenzi kwa sababu hiyo time sina. Time niko nayo ni crazy watoto niko nao. Sasa ya kukimbizana na boy mara na kudanganya nini, hiyo time hakuna. I care about my kids and I always wish to be role model to my kids. Yeah. Question number 6. Narduko Fari, what sacrifice have you made for your child? Ushai make sacrifice gani kwa Kesli? I make sacrifice more. First, I make sacrifice. I had to go out to look for money. Nilikuwa nataka kumbaia shamba, though ika backfire, but I'm on it. Sacrifice ya pili ni ati utakangi mtoto wangu alako. Whenever I see something and I feel like buying it, mi huwa nambaya anything even if it any cost. Nguo mtoto wangu angare, mtoto wangu yani akaitu life fit. You sacrifice a lot because of my son, because he means a lot to me. Yeah. Kofi, sacrifice gani umai make kwa atoi? Sacrifice nishai make. There's a day tulikuwa na food kidogo sana. Kidogo, so I had to sacrifice. Nilale njaa ndio mtoto wangu akule kwa sababu my second born akule. Yeye baada ananyonya. So I had to sacrifice myself nisikule ndio mtoto wangu akule. Sometimes naweza na mtoto wangu out. I will sacrifice for her. Yeye apate mimi nikose. Tukienda hata tunaweza toka tunaenda kubuy something kwa market. Nikifika huko napata it's more expensive. I sacrifice to buy for her. Ndio mimi yani mimi nilaki lakini mtoto wangu apate. Yeah. Number 7, tunarudi kwa Farida. How una provide aje watoi? How do you balance providing watoi at the same time unakuwa present emotionally? Anytime wakikutaka lazima utafute, si ndio? Na lazima pia uko present. How do you balance for them? Okay, I do balance it kwa sababu maybe when I have to look for it, maybe nafaa nitafute na ananihitaji. This phone, naenda job and we communicate through the phone. Ajue niko whenever ananihitaji
nampigia ama ananipigia juu obvious akinipigia alikuwa ananipatanga on, and I feel present because ananiona kwa simu, na pia anafanya kazi, namtafutia pesa, namtumia hivyo kama anataka. Niko present all over. So, how do you balance providing for your child and being emotionally present for them? First, being self-employed, so huwa na make sure nifike home kama mtoto wangu hajalala. Lazima tupige story. In the morning, lazima tuongee na mtoto wangu ndio nitoke. Then I always sacrifice on Sunday, siendi kazi. I spend most of the time with my kids. Kwa sababu mtoto wangu amenizoea sana. Na lazima nimwambie story moja ndio alale. So nisipokuwa karibu, kaezi kalala kwa katoto kangu. So most of the time, huwa na balance. Nikianza like today is on Monday, huwa nakuwa na duty roster yangu. Ikikuwa on Monday, ina make sure kazi yangu by 5:30 nimefunga. No matter what, kwa sababu ya mtoto wangu. Nifike nyumbani mapema, tupige story, kama kuna challenge aniambie, kama ana basi tu. Lazima nikuwe hapo kwa sababu mimi ndio mama yake na tena bado mimi ndio baba yake. Farida, what values are you trying hardest to teach your child? Values gani una push kabisa tu akuwe nazo? Okay, that's good question. First, me ufunza mtoto wangu about church. Juu nikijifungua, first nilikuwa nimeanguka church and I hate to go there no matter hizo aibu zote za kanisa. Nilienda mtoto wangu awekewe wakfu, na I thank God Kisili aliwekewa wakfu, and now I'm trying to raise him according to church. Huwa nampeleka kanisa. Ya pili, sitakangi aende on the other side like okay, yuko kwetu. Let me say about yuko kwetu. Watoto wadogo wamejua mambo mengi. Sasa sipendangi akiwa hivyo amechangamana na watoto wa huko juu ya mambo mengi. Unajua watoto hujifunza mambo mengi wakiwa hivyo pamoja. Sasa sitakangi hiyo, napenda maybe kuraise mtoto wangu hivyo, maybe na watu nimewajua, kumraise hivyo kwa kanisa, kumfunza mambo yangu. Mostly case ushinda na cartoon. Na mimi naona hiyo ile vitu tumefanya mentally amegrow, akili yake iko sharp, and I thank God juu hivyo ndio nimemlea kwa kanisa. Na hivyo nyumbani kulingana na vile mimi namlea, kupenda watu hivyo, no disrespect, and I thank God hivyo ndio amegrow hadi sasa hivi. What values are you trying hardest to teach your child? First, namfunza ajue Mungu. That is the first thing. That's why mimi humfunza akiamka asubuhi aombe. Akitaka kukula, akienda kusoma lazima aombe. Akitaka kulala lazima aombe. First thing ni ajue kuomba. Another thing is love. Ajue kupenda. Sio kila wakati anakuwa mchokozi. I don't like disrespectful kids. Yeye hata anajua hizi piga mtu around kama mimi niko. Nampenda, namfunza ajue kupenda wengine kwa usawa, whether wako nayo ama hawana. Kitu kingine ni heshima. Mtoto wangu akuwe na heshima kwa mtu mkubwa na hata kwa mtoto mdogo. Kwa sababu huyu mtoto ukimraise akigrow akiwa na heshima, hata kienda mahali mimi si yuko atakuwa. Na namfunza ajue kuishi any life. Kiwe a survive, kikosa a survive, kwa sababu sisi jua ya kesho. Leo mimi namraise, kesho mimi sitakuwa. Nani atamraise? Na atagrow aje? Lazima azoe. Alizenda mtu anamraise in hardest way. Atafeel my mom aliniraise very softly. So mimi huwa namfunza aishi maisha ambayo anaweza survive in any place, whether I'm present or I'm absent. Farida, how do you balance, how do you ensure mtoto wako na discipline as a single mother? How do you handle discipline cases as a single mother? Thank you for the question. I think mimi Kesli kulingana na mimi anajua whenever amefanya makosa na imenifikia, anajua na mchapa, siwezi mhurumia na huwa simhurumii. Inategemea kama ni makosa tunaweza muongelesha na mwambie baba, this is not good, umefanya kitu mbaya. Na kama ni kitu anahitaji kiboko, huwa simnyimi.
kumdekeza naye mimi kudekeza Kesley sijui na sijawahi, na mchapanga hadi sasa amegrow akijua makosa ikifanyika mama atalichapa ama atalikataza, na hivyo ndio vile amegrow discipline hadi sasa hizi. Kesley haizi kosea mtu, na akikosa atakuja mbio mwenyewe ambie mama fulani iko pole. Ndio na sauti. Yeah. Tuna jump into the next episode of number 11 yeah. Tumejibu swali number 11. How do you do when your child feels like they are missing something because they don't have both parents around? Farida? Pardon? What do you do when your child feels like they are missing something because they don't have both parents? Mimi sidhani kama Kesley ufili kwa sababu hajagrow na baba, hajawahi liona babake, ati ile tuseme kulikuwa na ile love ya dad hapo mwanzo. Hakuna kitu kama hiyo. So yana amezoea mama yake, which is my mom, anamtanga mom, na mimi ananitanga Farida. So amezoea tu kuona Farida na mom. Sasa anajuanga tu watu wa there for me ni Farida na mom. So sidhani kama huwa ana feel something about the other side of dad. So sidhani, unless tukae huko mbele azoe hivyo maisha ya kukaa kama hajawahi pata mtu mzuri huko mbele, maybe inshallah ikifanyika. Farida, Farida feel, what do you do when your child feels like they are missing something because you are a single mother, yeah? Hakui raised na both parents. Sometimes huwa ina come mtu akishasikia pressure kutoka kwa majirani pengine. Hiyo pressure iko, especially to me, mtoto wangu alikuwa amezoea babake sana, so huwa ina take hard time. Sometimes hata huwa na feel like crying kwa sababu mtoto feel hana baba. The moment utaona mtu anapiga mtoto wake anamwambia usicheze na huyo mtoto hana baba. To me, it hurts a lot. It's something even I can't talk about. Sababu it's something hurting. Huyo mtoto ana feel like baba is more important kwa maisha, and without him, life is difficult. So sometimes wale watu mnaishi around na single mothers, try to watch your words. Yeah. Question number 12. Do you think vile umelea mtoto as a single mother wako na even opportunities, yani opportunities zao zinatoshana na wale wamereziwa na both parents, and why? According to me, kuna watoto wako na both parents but their parents are not giving their time to them. You see? Sasa sionangi kama kuna kitu imewachania mimi kulea Kesley the way nimemlea na wale kuwalea hivyo, kwa sababu ukipata kugrow, maybe tuseme ile time wanaenda kutembelewa shule ndio utapata wale wanakuja baba na mama, sisi tunaenda peke yetu. There is nothing, kwa sababu Kesley amegrow hivyo na anajua shosh na mimi. Sasa akiona shusho yake na nione mimi ako sawa, ni sawa tu na mwenye anakujua na baba yake na mama yake ni watu wawili tu. Sasa sionangi different, no. According to me sionangi different, na iko tu sawa. Hakuna different ya kulea Kesley hivyo na wale kulelewa huko kujua. Utapata hata Kesley yako more respective than them. Juu ukiangalia mostly kwa hizo parents ndio wenye wako wote, unapata baba anadekeza mtoto, mama kidogo anamchapa. Sasa ukiangalia mtoto akipata penye anadekezwa, huyu anamdekeza, huyu anamchapa, unapata mtoto anakuwa kiburi. Compare to mimi mwenye nimesimama na standards, nikiambia Kesley hivi ni hivyo na inabaki hivyo, hakuna mwenye anakuja kupinga. So I feel ni kitu same tu na wao. Compare tu ni ati ule ni baba anavaa longi na huyu shosh na mimi wote tunavaa dress. I think so. That's your opinion. Faye, do you think what are we saying? Do you think mtoi mwenye amereziwa na single mother ako na same opportunities as mwenye amereziwa na both parents, and why? It's a yes or no, and why? Yes, wako na same opportunities, but ikikuja in real life
watoto wamelelewa na single mothers huwa wanaonewa kidogo, lakini according to me ni yes, kwa sababu mtoto tu venye ameleziwa ni si mtu na venye hao pia wamelezi mtoto wao. Ni wewe mwenyewe venye unalezi mtoto wako, na tena sometimes ina depends na mtoto mwenyewe. Mtoto tu wa kiburi na kiburi tu, hata akilelewa na wazazi wawili. Na mtoto mzuri ni mzuri tu, hata akilelewa na mzazi mmoja. Ya Farida, usha feel lonely kulea mtoi peke yako? Yeah, hapo mwanzo nakumbuka kama nimejifungua nilikuanga zile za mchana, mama alikuwa anaendanga kazi mostly. Sasa vile mama alikuwa anaendanga mostly kazi, nilikuanga na feel lonely juu nilijifungua in a pain that sikuwa naweza kukaa. Nilikuanga na feel ningekuwa na babake angekuwa ananisaidia kumshika, you see. Ningekuwa na babake at least alikuwa anambembeleza. I feel sometimes Kesley inabidi tu alie juu sina otherwise. Alie tu juu penye nimelala ni hivyo mpaka tuseme mtu akuje anisaidie kumpendua ndiye anipende mnyonyeshe. Sasa unaona ilikuwa ina take hard hadi una feel lonely, unasema ningekuwa kwangu na baba Kesley at least alikuwa ameniletea kitu fulani, at least alikuwa amenipendua. Sasa Kesley nilikuwa naona anaumia na niko hapo but mimi sina otherwise. Ikakuwa tu hivyo juu kuna kitu ningefanya. Nilikuwa na feel lonely. Usha feel lonely kulea mtu solo since mzae? Sijai feel lonely kwa sababu alikuwa obstacle to my life. So I think I released the bad thing to leave me. I'm just much happy the way I am. Mimi napenda kulea watoto wangu hivyo tu. Kama wako happy, wamekula, wameshiba, that's fine to me. Sijai feel lonely kwa sababu sio kitu alikuwa ananisaidia maana yenye itafanya ni feel lonely. Hata wakati wa baridi. Hata ikifika hapo, si vijana bado wako. And we have a lot of men outside there when you are taking majukumu, they don't need a family. They can satisfy you, they kila mtu ana step. No. Kila mtu ana step. We call it psychology. Number 14, question number 14. And Farida, ushai filter, ushai lia privately sababu ya pain yenye maisha ukipitia? Sana. Si hivyo tu sana. Okay, according to sisi, acha tu niseme kwetu, pia sisi tumegrow na family that tukulelewa na baba. Sasa mimi kulingana na vile nilikuwa na natamani sana nilee mtoto wangu na baba. Mimi ulia sana. Hadi nikikaa hivi nasemanga wewe time ikiwa ifika hadi naambianga Mungu akinipea mtu mzuri mwenye anaweza suit there to be my baby daddy, naweza furahi sana juu nikiangalia I'm still young and I know Mungu atanipea mtu mzuri. Huwa nalia sana, hata nikikaa hivi nifikirie huwa na feel ni kama nilidhan kwa life sana hadi nimekuwa single mother at a young age and I'm not feeling okay. It's so bad to me. I always cry. Tukwafei ushailia privately sababu ya uchungu ya yenye maisha ukipitia? Mimi hulia but silii kwa sababu niliachwa, nalianga kwa sababu waliniacha na majukumu. At least angeniacha tu kama sijaza. Hiyo ingeni hurt by the way. Lakini sometimes yani uko na pesa ni kidogo, haitoshi majukumu. Kuna vitu nafuu ufanye na uko peke yako. So it makes me cry kwa sababu niko na watoto. Na huwa sipendi hata waone nalia. Huwa nalia hata leo asubuhi. Nimelia tu juu ya majukumu. Number 15 na kwa Farida, things are going to be hotter now. We are going. Things are going to be hotter and we're kicking it down. What keeps you going when things become difficult? Nini nafanya unaendelea? Sometimes vitu zinakuwa ngumu, unajaribu hii inashindikana, unajaribu hii at the same time unakumbuka watu wako nyumbani, you must not give up. Wewe unadu nini? Okay, according to me acha niseme according to me, hakuna siku nishaisema kuna kitu ishai kwa ngumu.
Juu I thank God wananipea nguvu sana, wananipea nguvu ya kuendelea, na hakuna siku nishaika hivi kanilemea kabisa. Whenever I started something, it must work and it must work. So hakuna siku kitu shaini turn off hadi nikafika place endelee. Juu whenever I look at home, I see my mom, I see my kid, I have to work hard and I have to keep on going. So hakuna siku mimi kitu ni turn off. Juu mimi believe ya kesho, ya leo hakuna but ya kesho italetwa. So me believe hivyo tangu ni grow, and that's how I'm surviving, and I thank God up to now I survive with the same word. Leo hakuna, kesho nitapata, na ni hivyo nimegrow hadi saa hizi, na mimi trust in myself. Whenever I want something, I must work for it. That's all. Say what keeps you going when things become difficult. Nini kumotivate bana? Mimi kitu inanimotivate most of time, mimi huwa na target. Naweza sema this month nataka nifanye kitu fulani, no matter what, huwa inanifanya vitu naendelea. Then nikiona watoto wangu wako happy, pia inanimotivate to work more harder, na pia kuomba pia inanimotivate to work more harder. Farida, have people what washai kujudge you as a single mother? How do you deal with it? Okay, I'm a single mother and that's okay. And kudil nayo ni just give them my ears, and I see them like you just talk, kwa sababu nikiangalia most of them wananiongelea ni wajaza, they don't know, they know nothing. So hakuna kitu naweza simama niongee nao. So mi huwaeka kwa ile shoes ya you just talk, siku yako itafika. So ukinijudge mi sinanga time ya kushinda tumegombana. You just think what you think. That's none of my business. So have you what washai kujudge? How do you deal with them? What washai ni judge? Kwanza kuwa single mother, acha tu. Kwa sababu sometimes mtu atakuja kwa shop yangu kubai kitu, ama mtu anakuja ni kutoa pesa. Nikisema sina, na anasema ndio maana hata uliachwa, ndio maana hata una bwana. Then ukiongea tu na mtu anasema asiongee na bwana yako, atakuibia, umejea na bwana lakini ako na watoto. So it's hard by the way. Kuna watu wanaweza kumoa to an extent, hata ifika asubuhi feel kutoka tu kwa nyumba. Ni heri tu ukae kwa sababu una feel kenye watasema itakuhurt. Then ukikosea watu wanasema ndio maana uliachwa. Ona venye unateseka na watoto, ona venye unahangaika. Ungekuwa na bwana ungekuwa umetulia kwa nyumba. Maisha si rahisi. Question number 17. Tuko number 17. What do tuko kwa Farida? What's one thing people misunderstand about single mothers? Watu waelewi nini, wana misunderstand nini kuhusu single mothers? Okay, watu wengi wakikuona wewe ni single mother, wanaonanga tu wewe ni husband snatcher. Yaani wanakuchukua tu vile hao wanataka, you see. Mtu anakuangalia hivi anasema huyu mtoto kwanza ni mdogo, at 23 ameshakuwa single mother. Kitu anasemanga ni wewe ni malaya, huwezi kana mtu. Mtu anakuangalia tu anasema wewe jamani mzuri, wewe tu huwezi kaa, wewe uvumiliangi, but they know hakuna kitu yenu wanajua, they know nothing. Wewe ndio unajua kitu ilikufanya utoke huko, na wewe ndio unajua what happened. Sasa unapata mtu anaongea tu anajijazia, which is good for her, na iko tu sawa. Mimi mwenyewe najua kwa sababu hiyo yenye hao wanasema si ati ndio ilifanya nitoke huko. Yeah, I think so, is that way. Farida, and tuko kwa Faida, what do people misunderstand about about single mother? Misunderstand, yeah? Kuna misunderstand mingi. Most watu wanaona like kama yani watu wanahisi ukiwa single mother uliachwa. Kitu wajui hata pia unaweza achana na mtu kwa sababu amekuchosha. Sio kila single mother aliachwa. Wengine tuliachana kwa sababu ya sababu tu hazijepika. Kitu kingine, watu feel tu unakuanga na indiscipline. Hata mtoto wako utaona mtu anasema usicheze na mtoto ya fulani. Kwa sababu gani? Ana baba.
kitu inafaa watu waelewe, au single mother, sisi ndio watu wazuri kabisa. Na sisi ndio tunalea watoto wetu vizuri. Na tutaki mabwana zao, hatutaki, we are just satisfied. Kwa sababu hii kitu tumekaa nayo na ikatushinda, that's why tuliacha. Ingekuwa kitu ni maana, tungekuwa bado tuko nayo mpaka saa hizi. Na tungekuwa tunaililia, but we don't need that thing. Hiyo ya bwanako, we don't need it. Especially mistaki. To go question number 19, do you believe the father should remain involved even when the relationship with the mother has ended? Why? Kwa nini? Ananisaidia nini? At first sitaki. Na hata kama tulimaliza, yani tumalize tu relation na ibaki hivyo. Ya baba na mama tusahau. Ibaki tu nilizanga na fulani na ikaisha hivyo, lakini relationship ikat off. Yani hata kituona kuanzia apite tu njia yake. We don't want. Faida, do you believe the father should remain involved when the relationship with the mother has ended? It is not necessary. Kwa sababu I failed at the first time. You failed as a man. What do you want again? Wewe achana na mimi, achana na watoto wangu. Hao watoto mimi ndio nimewabeba 9 months. Mimi ndio nimesikia labor. Wewe ulikuwa tu enjoy, then hao watoto wakakuja. Your time is over, then you just go. Hata sitaki uwajulie hali kwa sababu they are fine. They are fine. Without you they are fine. Kwa sababu kama ungekuwa mtu wa maana sana, ungekaa. Basi kazi yako tu ni kutembeza. Ulishatembeza, tani yako ikaisha, kanyaga mwingine akuje akishinda majukumu yake kushinda step. Nubaya, what happens when the father doesn't provide emotionally or financial support? The father is not there, you see. So that question is complicated because baba yuko hapo, mbona provide you emotionally whatever. Akae tu, I will provide myself. Mimi nitaprovide. Kwa wazungu wanachukuanga au ni au. Weekend mzazi chukue watoto wapeleke out. Nachukua mtoto wangu kwa nini namfunga? Mimi wangu ni wangu. Hiyo whatever jiweke ama azalishe huko nje apeane huko. What number 20, what happens when the father doesn't provide emotionally or financial support? First, wacha tushukuru Mungu kwa sababu that dad is not present. Ange mislead my kids. That's the first thing. Ange mislead kabisa. Kitu ya pili, watoto wangu wako mimi na wa provide that morals. In fact, they are comfortable with their mom kwa sababu I'm more disciplined than him. Kama yeye angekuwa anataka kusupport watoto wake, angewa support from the word go. Na hiyo parent relationship ati mimi nikubali my huyo mjinga wa mine ana support watoto wangu. Haiwezi tu make kweli. Kwa sababu I'll be feeling kitu kingine hivi neza mhambure. Yeah, stay to life yake. Awe tu bibi mwingine then support hao watoto watakuwa meza huko. Will you encourage your child to have a relationship with their father regardless of what happened between you two? Okay, according to mtoto akikua lazima tu hakuna kitu tamzuia sikuwe na relationship kwa sababu huyo mtoto atakuwa tunakishatambiwa kwenu ni mali fulani na babako anakuanga fulani. Mimi sina issue na hiyo, lakini asimislead mtoto wangu kulingana na vile alinimislead nikiwa mdogo. Unaona, mtoto wangu amekuwa mkubwa, ameenda amepata babake. I encourage them to grow there na waendelee na life, lakini si ati achukue mtoto wangu from there juu wako tusaidia. What happened as past, hiyo ilikuwa baby ni kitambo, lakini saa hii haiwezi kuja hapo aanze kuniambia anataka mtoto. Hiyo ni kitu hizi fanyika. But in case ya kwa mkubwa hata niulize, mimi nitamuonesha kwaona, nitamwambia what your dad did to me, nitamwambia, sitamficha. Akifeel kuenda aende. Juu siwezi katalia mtoto wa watu, anafika tu mali yenyewe na anakuwa wa wenyewe. Siwezi katalia that, huyo ni mwanaume. Si kama msichana huwa na support mamake zile za mama. Mwanaume huwa tu siku moja atafika na ataenda. Kama itafika siku aende, then takuwa nimemraise according to me na I've done my part. Kuendelea then it's fine. Siwezi mkataza. Do you encourage a relationship with Toi
na fadhi endelee baada ya nyinyi kukosana? For now, no. Wacha hao wakuwa wakubwa, kama watafiri hiyo relationship yao na babao it is necessary, wajuane na huko, lakini for now, kama wako under my roof, under my rules, siwezi kukubali. Hata kidogo, hata babake akuja akitembea na magoti, siwezi kukubali. Angoje wakikuwa wakubwa wenyewe wamtafute. In fact, that is the last question mtoto ataniuliza. Na niulize nikiwa ICU nataka kukufa, ndio nimwambie unatoka place fulani, kwa sababu baba yao anajua wako. Ni effort yake awatafute, lakini awatafute kama washakuwa wakubwa. Ni in case kwa tafuta saa hii. Hata yani itakuwa mbaya sana. Kitu naweza kufanya ni Majimoto. Hata majimoto atakuwa Mungu vizuri. Pilipili tu ni mumwagia hapo mahali. Nasikia tu kunasikianga. Itakuwa mbaya. Deadbeats father, stay guided bana. Mnasikia mambo yenyu you people ya nini jizoesheni bana ku responsibility. We say bana you can't open a tap if you can't pay bills. No. You can't open a tap. Stay guided. Normalize paying your bills. So Farida, that's kukua single mother, ishaiwai affect the way you look into relationships, into love relationships? Yeah, sometimes it do. Kwa sababu imagine you are there, you see, okay, most of my girls, marafiki zangu wengi, you see sometimes they are going out, dad, kid, mom, and you are there. Hey, yeah, you feel bad, but you do encourage yourself and saying it's past na ikapita, yote nilifanya na ikapita. So nikitumia uangalia tu enda ni sawa, ninapita. If mama girls, ini kukua single mother ishai affect the way you look at the relationship, as in pale msaki kuja kuku approach, unaangalia tu unasema unataka kunipea mimba at rock, ishai affect you, ishai kupea hiyo mentality? Kwanza niko nayo mentality hata saizi. Kwa sababu wacha nikuambie, hata wacha kuwa single mother, wanaume watakanga tu kisha wafanyie tu kenye wanataka, they run away. Na saizi siwezi ruhusu mtu akuja nifanyie mchezo. Nilikuwa so convinced hadi nikakuwa na 2 kids. Sasa saizi hata sitaki kabisa. Unless yule mwenye ananiambia tukue friends, then mimi nikimtaka kwa mambo yangu binafsi akuwe present. Lakini saizi mtu aniambia ati serious relationship that leads to marriage. No, I was married and I don't want to be married again. Kwa sababu it's something obstacle. Inaitwa kwa kina ndoa. Kwa kina ndoa tena naye. Huko sio wenye wamegraduate huko. Watu wa na watu wa madigrii. Acha hao. Sisi wenye tulipata hii kwa kina ndoa hatutaki kurudi huko. Mimi sitaki hata msanii andanganya ati I'll do something grateful for you so that I can marry. You can't marry me. You can't. Kwa sababu kwa saizi nishazoea kuishi life yangu, nishazoea kujilipia bills. I don't need a man. Nataka mwanaume tu anani service, and that is we can't make a relationship that leads to marriage. Yeah. Mimi nataka mwanaume anani satisfy tu. Si eti mwanaume ananilipia bills. I pay my bills, I take care of my kids, and I'm very much comfortable. Sitaki kwanza kuwa na pressure ati mtu fulani anakuja na kimbia na maji bafu aoge, nikimbie kupika na anatoka kwa mambo yake. I'm much okay and I love my kids. That's final. Turudi kwa Faria, mambo hayo si mageni jijini. We don't want you people, yeah. Single mother wamejangori bana, how you treat these people bana wajefurahia, so stay guided bana, mbadilike bana. So Fari, kukua, are you afraid of entering another relationship? Mimi? Because of your child, yeah? Okay, maybe I'm still young. Now I can date as much as I can. So mimi siwezi kuwa bora nipatie msee anapenda mtoto wangu. Kitu ya kwanza, love my kid. That's my certificate. Ukitaka kunifikia, start with my kid, then I'm okay. I can date, but kidogo kuingia kwa ndoa sijawahi, na bado naona miaka yangu bado siwezi ingia kwa ndoa at this age, but dating, yeah, I can date. Sijakataa.
and I naomba Mungu sana nikidate once nipate mtu anapenda mtoto wangu na hivyo nimalize hiyo shughuli hadi siku tutakaa. Yeah, Mama Girl, are you afraid of entering another relationship because of your chance? Because ya watoi wanaweza katitiwa vibaya na baba akambo maybe sana, kwa sababu I was raised with a stepdad and I hate stepdads. In fact, mtu akitaka kunioa angoje ushto unaoshamaliza shule wakuwa kubwa wa mama sasa utakuwa shosho wakati hiyo shosho tu tutatafuta kaguka kesha. Like for now mtu anze kumisito watu wangu anze kuambia the way baba anajua tu kupeana mimba lakini kulea ajui. Me I can take care of my kids. I don't need a man now. Hata ukinisikia ujue siki mwanaume, I'm happy the way I am, but I can be a friend of someone for my own benefits. Mnasikia maneno. So tuenda swali namba ni 24. What unaweza taka your future partner aelewe nini kuhusu mtoi wako? Okay, swali mzuri kabisa, thank you for it. Mimi in case wewe mwenye unaniangalia nikupate in my future, kitu uelewe about my son ni ati that's your son too, na tunafaa kukaa na wewe raise mtoto wangu kama vile unataka wewe wako. Umepata boy umezaa na umepata dem, yani ile mtoto wangu kulingana na vile unataka dem ale mtoto wako. Take my son as yours. Angalia tu, usianze kuweka hizo whatever, unaangalia mtoto unasema mimi hata si baba yako. No, we amua tu umenipata mimi na umenipata na huyo mtoto, mlee kama wako, mchukulie hivyo vile yako. Tusai kumraise, ukiona kuna kitu anafanya mbaya mlete kwa laini na ni hivyo tutagrow na hivyo tutakaa. I think mlee tu kama mtoto wako. That's it. Fei, in case ukizeka vile unasema ukipata kanguka kenzako unaweza taka elewe nini kuhusu watoi wako? Watoi wangu, they are very special to me. Hao ndio watu mimi napenda. First, ukikuja ujue tutaishi, but I don't love you the way I love my kids. Kitu ya pili, my kids are my kids. Hauna any audacity ya raise your fake hands on my kids. Kwa sababu hata kiba amwache. Umejea ajive nimehangaika na watu wako ndio wakapoa kubwa, kwa sababu you will not be providing for my kids. I will take care of my kids. Wewe ukikuja kwa life concentrate na mimi. Watoto wako achana nao kabisa, hata kuwapata kwa njia hata usiwasalimie. Just leave my kids alone. Especially girls, umejua mtu atatumia advantage afanyie watoto wangu vitu vibaya yenye mimi sitaki. Walking into relationship na mimi. Focus na kitu imekuleta. Kitu imekuleta ni mimi. Na hiyo ndio kitu ya maana. Mambo mengine watoto wangu kuangalia dressing kwenye wamevaa venye nini, my kids ni watoto wa soft life. So achana tuna wao. It's a warning Fari, will you choose marriage again if the right person come through? Of course yes, I will, kwa sababu sijawahi kwa marriage na natamani mtu atanipenda na natamani hata mimi ningie kwa kina ndoa nione ni nini ufanyika huko. Very bad. Uko mbaya. Sasa uko na test huko unataka moyo. Unishiwa jui. Nasema mimi nikipata mtu mfiti na ako ready kunitake care, bora asiniweke as kona kazi yangu, then we live a better life. Yeah. Akwe na pesa ama akwe ana? Tutatafuta pesa wote but asikuwe broke. So, Fei, will you choose marriage again if a right person come through? Mtu anaweza kuwa anakuja kununua pale kwa duka bana mpende bana. Unajua we say love is blind, Hapo kwa kupenda ndio kuna issue. Labda tu yani tukae tu but hiyo upendo hakuna sasa. Upendo ni mzazi na Mungu. Wacha tu nipende watoto wangu. So love acha wazungu. Alafu kuna hapo hivyo kwa marriage, in case itokee kuna mtu anataka tuishi.
akuje tu mama ana pesa zake anaweza kujitegemea, kwa sababu my past relationship nilivumilia mseana, nikasema tukipata we will eat. Time alipata alimea pembe. Wewe tafuta pesa zako, kuwa na mali yako, ukinitafuta ukue na chako, kwa sababu kwa sasa hivi mimi nina changu. Siwezi kukutafuta, na ukinitafuta kuja na chako, usikuje kukula yangu. Yeah. Stay guided, and it's a warning, yeah. It's going down pale mtaani Tubonge podcast ya tuarudi kwa Farida in case, yeah. If you go back, in case aizurudishwe mtoi ama urudishwe nyuma miaka kadhaa, unaweza taka kuchange some things sana. Kama sasa nikiweza rudishwa nyuma, kwanza nirudi shule, naweza soma vibaya sana. Kuna watu wamesoma na hawana kazi. Okay, yeah. Kama mimi hapa. Sijakataa, but unajua kusoma imaanishi tu unasoma upate kazi, but unaweza kuwa unasoma kujielimisha something. Kwa sababu ningekuwa nimesoma singekubali mse to ruin my life at that early age, you see. I was 21, I see something like that. Ningekuwa nimesoma, maybe nimego through a lot, maybe nimejua hivyo steps za maisha, singekubali mtu kuruin life yangu. Maybe sasa ningekuwa somewhere, but kwa sababu ya kidogo sikuwa na knowledge ya masomo and whatever, sikupata hivyo, nikakimbilia maisha, which I thank God ilinifunza mengi. Nikarudishwa nyuma tena, siwezi kimbilia kuzaa, na siwezi kimbilia okay. Mwana angalianga baby dada wangu adam like nilikuwa naona nini kwa ikasia. Najichukia sana. Singekimbia umbwa. Pesa ama inches ilikuwa huko? Hata sijui, siwezi sema pesa wala hakuna kitu uko nayo yenye inaweza ni motivate sasa. Haizi nisimamisha tena, akarudishwa hapo nyuma, haizi niambia shit, you see? Sasa naweza amuka sana kwa darasa na nifanye vitu mingi sana, yeah. If you ever go back, yeah, na upewe akili yenye uko nayo sasa hizi, kuna vitu zenye unaweza change. First, kitu ya kwanza tu, siwezi taka kuwa na watoto. Yaani watoto, sometimes wana feel watu wangu wangekuwa ugali, yani ningekula, yani nikule, hata kama nikufura tumbo the whole day, lakini kesho niamke sina watoto. Yani ndio niweze kujituma. Sometimes naweza kuwa nataka nimesema nafungua shop by 8 sharp. Siwezi fungua hiyo shop by 8 sharp. Kuna mwenye anataka nimvalishe, kuna mwenye anataka nifanyie nini. So watoto sometimes wananinyima kujituma sana. Juu uko hapo hivyo customer amekuja unataka wateja. Mtoto ni yeye amejiweka kulia. Kuna customer wengine wapendi watoto walie. So utabembeleza mtoto, huyo customer tena hata kungoja anaenda. Napoteza a lot nikiwa na watoto. Narudi kwa Fari. What's the biggest lesson motherhood ishaikufunza? Biggest lesson. Biggest lesson motherhood ishainifunza. Naweza sema ni nini? Like kujituma tu, hiyo ndio lesson yani mpaka saa hii, yani ile time ya kujiachilia ilinifunza kujiachilia si fiti. Wewe yani have your standards, you see? Alafu imenifunza vitu mingi, saa hii najituma, saa hii nafanya mambo yangu, siombi mtu. Nikidhani imenifunza lesson mingi yenye hadi saa hizi ndio na survive nazo. Yeah. Say what's the biggest lesson motherhood imekufunza? Nisidanganywe. Kudanganywa nilifanya saizi mpaka nikakuwa mama. Kudanganywa vibaya. Watu ni wakora sana. Mtu anakudanganya, unaona tu mimi ukiishi na mimi nitakuweka life fit, nitakupenda. Then kitu kingine ilinifanya nikajua, mother ilinifunza ni kwamba I'm not alone no matter what. Hata mtu akupende kiasi gani, hata ufanyie mtu nini, au yuko peke yako. Wanaume. Wanaume achana nao. Lakini it's high time you ladies mnafaa kujua, unajua ratio ya wanaume it's 3 to 7. So wanaume wanafaa kuwa na mamanzi 17 kila mtu. Hiyo mko na issue nayo sana. Hata mama 17. Wasichana naye ni wengi, tukotea tunaye. Sasa hiyo 17 alafu
I think so those is past. Hiyo ni vitu ya kitambo. Sasa nini amtakiwe wengine wapate wazee? Unaona sasa kama wewe umeamua kuwa prostitute. Heri uambie mtu that is to be prostitute. Hapana, polygamy sinakubalika. Kumbuka kuna lesbian yako na mademu wanne. Leo na mademu watu zaidi ya wawili. Hauwezi but if kama mlisoma social studies was it history, kitambo tulikuwa tunapima wealth na watoto na bibi. Wanao believe na watoto wanaweza mambo yamebadilika sasa hivi. Si kama hapo kitambo mwanaume alikuwa lazima date dem, sasa dem na dem wana date. Sasa wamepunguza hiyo ratio. Dem akichukua madem kadhaa na yeye dem amepunguza. Tumefika bado tuna wengi. So 1 to 17. Ni kama sasa hivi unafaa kuleta mimba kila mtu apewe. Unaona inakubali. Unaona shiv. Ukipata dem unajua uwezi kuwa satisfied with one lady. Ambia dem mimi siwezi kuwa na wewe peke yako. Just know kuna others. Ndio tumekuwa na wivu. Tukae sana. Na wewe shiv unaweza kubali dem yako kwa na another man. Hapo because men jealous wanakuwa nayo sana wanashika nini? Unataka ukoe na mwingine sisi. I'm talking bro. Mimi naongea story ya wanaume hapo. Unajua watoto sio wamenikalia hapa. Ndio comment. Mnafahamu kuna manzi wangapi baadhi wanafaa kwa 17 because ladies na mko wengi. If we talk the population of single mother, sana kuna mama wameishwa kizeeka wakiwa solo. Hapana. Unaona tukijifungua. Rate ya wanaume ukua high sana. Unaweza pata that Monday msichana ni mmoja, the rest ni men. Men wanatamaa, that's why mnasema ladies tuko kidogo. Ladies are many. Uolewe and then mtu kwetu you say prostitute and then a provider. Prostitute not provide. Si ana provide ya. Ana provide na ni prostitute. Problem yako ni wewe bora nakula yeye afanye. Unaona bora provide sio? Provide hatujakata. But unajua ukifanya service huko nje huko utafail. Sasa kama wewe umeamua kwa prostitute. Sasa unaenda nje. Usiona mtu mmoja mwenye atakuwa na service. Kwa sababu hautaanza majukumu. Unaweza kuna extraordinary huko bana. Kuna vitu kama yani bad boy ile story ya mkongoro. So tunaingia question number ngapi? 28 yeah? What's the thing you wish someone had told you before becoming a mother? Unatamani mtu angekuambia nini kama ungekuwa mother? Mimi First of all, who did Sunday school? I've been there. Sasa you need to learn from Sunday school. Unajua what make me get pregnant ni eti nilikuwa na try and nilikuwa najiona zile za very bad. Yeah, very bad. That's my bad. That's my bad. Niligrow Sunday school and that's why nimesema earlier nilifungwa kwa church juu kulingana na vile waliniraise kwa church waku expect something yenye ilifanyika. So ulikuwa mentor, role model wa watoto. Vizuri sana and I'm still a role model by the way no matter what happened. So kila mtu alipata mimba vile ulipata. Sikupata but na wa encourage wasipate mimi nilipata like wasi hakuna mtu alikopi. Hakuna mtu alikopi. Na mwenye alikopi kwa mtoto. Wow. Mwenye aliona afari anaishi vizuri akona dem katoto dem. Yeah, but ningesimama kwa msimamo nilifunzwa nayo, nililelewa nayo. Singewahi anguka kwa hiyo tena, singewahi jua. I thank God kwa sababu aliruhusu nianguke ndio nijue. And I thank kwa sababu sasa najua, sasa naweza advise mtu. Nimeadvise wengi na wamesimama kulingana na hiyo tuseme dini, Sunday school and there. Maybe tu ni mimi na huyo alinifuata ndio tulianguka. Msimama katika Bwana ya simama katika Bwana, lakini katika Bwana hakuna mimba. Katika Bwana hakuna mimba, lakini ukitoka kwa Bwana uone wewe ni master, you can play in and out. Utarogwa. Unawishi mtu akikwambia nini mapema before ukuwe mother? Kitu mtu angeweza kuniambia tu mapema kabla nikuwe mama. Kitu cha kwanza angeniambia, hizi promise tunaambiwa na nao ungwa zetu hawa. Uongo. What's wrong? Simena
na dogs because Tulia kwanza. Which breed is your father? Which breed is your father? Mimi na dogs because hakuna kitu mwanaume akuli. In fact, unaweza pata mwanaume ako na of course kwa sababu